hata usinidanganye Ashley. Niambie tu kweli. Please. Ni kweli umetoka hoteli? Ashley akamtizama mpenzi wake. Amwambia ukweli amdanganye. Ilibidi tu amwambie, Clay, I love you. And you know, siwezi kufanya hivyo. Nilikuwa hoteli. Lakini, but to what, Ashley? Malizia kabisa na kilichotokea. Usilete babaifu. Usizungumze uongo. Ongea ukweli. Mwanamke wako anakuamini sana. Yaani huyu mrembo, sijui amepania kuharibu mahusiano au amepania kuharibu familia ya Ashley, sijui ni nini. Maana kwanza ni anaongea vitu vya uongo. Tukikumbuka vizuri, hawakuwa wamefanya kitu chochote. Lakini kwa nini aliamua kuja kuongea maneno kama haya? Hiyo yote anaijua yeye. Lakini maneno yake safari hii yalikuwa kero kwa Ashley. Alijikuta tu amempiga kofi la uso. Hakuna mtu ambaye alitegemea hilo. Kakake Ashley alimshika yule mdada na kumvuta pembeni, huku akimwangalia mdogo wake na kumwambia, nini unafanya sasa Ashley? Licha ya yote hayo, unataka kuleta na habari zingine tena. Hebu tazama hali ya mama. Ana pressure kule juu kwa ajili yako. Unaanza tena na hili lingine tena. Bro, kwa nini sasa ongea uongo? Anaongea uongo huyu msichana. Wallahi, sijafanya naye chochote na anajua hilo. Kwa nini sasa danganye? Kwa nini? Uongo? Niongee uongo mimi Ashley? Niongee uongo ili weje? Kabisa nije mpaka hapa kwenu, afu nizungumze uongo. Ashley, kitu pekee ambacho kimeniuma ni wewe kunitumia na kuniambia eti unitaki tena. Kwa nini unitumie na unikatae? Ni mwanamke gani ambaye angeweza kuridhika na hicho kitu? Alafu bado unanipiga tena. Ashley, please kusikia hizo drama tena. Niambie. Nitakufa mimi jamani. Nitakufa. Niambie. Ulikuwa hotelini na yeye, si ndio? No, Clay. Please, usiwe hivyo. I promise, mimi nitaongea ukweli. Ndio, nilikuwa naye hotelini, lakini yaani kabla Ashley hajamaliza sentence yake, Cleopatra akaanguka chini na kupoteza fahamu. Tukumbuke mama yake Ashley kule chumbani kwake pia hayuko sawa, ni pressure kwa mambo hayo. Sasa na Cleopatra naye amepoteza fahamu. Ilibidi yule mdada atolewe nje na akaambiwa gatekeeper, huyu mdada asifunguliwe tena gate kuingia ndani, na hata kama atakuja mtu mwingine tofauti asiingie ndani. Cleopatra akabebwa na kupelekwa chumbani kwa Ashley. Alipigiwa simu daktari wao wa familia ili aje wajue pale tatizo ni nini na wajue watafanya nini. Yule mrembo akiwa katika bajaji akielekea nyumbani kwake alikuwa akifurahi kwa ushindi ambao ameupata, akiongea peke yake. Yaani, unione mwili wangu tena ukiwa mtupu, then ukatae kusex na mimi. Siwezi kukuacha salama. Najua nishavuruga familia yako. Hiki ni kisasi kwangu. Yaani huwezi Sasa nimefurahi. Muendelee tu na maisha yenu. Kwa kweli mdada alipania kuharibu familia na kweli amefanikiwa. Alionekana akiwa katika bajaji akielekea nyumbani kwake. Lakini simu za Cleopatra zilikuwa zinapigwa sana. Alikuwa ni dada yake. Alitaka kujua baada ya Cleopatra kufika huko imekuwaje. Lakini simu hazipokelewi. Alituma meseji nyingi sana. Mwisho wa siku ilibidi Ashley apokee simu. Ilibidi Ashley amwambie tu ukweli Cleentiana. Kwani alichelewa? Yaani punde si punde. Cleentiana na mama yake waliingia ndani kwa kina Ashley. Mama yake Ashley alizidi kushangaa. Mama binti yake mkwe ndo huyo hapa. Yaani ni mama wa kisasa zaidi. Ameingia akiwa amechanganyikiwa, anataka ajue mtoto wake yuko wapi na ni nini sababu, kuna nini. Alikuwa akiongea. Mama Ashley naye akaongea kwa hasira sasa. Akimwambia kwamba nyamaze, anapiga kelele za nini wakati kafika na binti yake yupo. Akamwambia unasemaje? Napiga kelele